Tunaanza na kitabu kingine kipya kinaitwa Al-Bid'atu wa Atharuha Sayyi'u fi Hadami Sunna. Ni bid'a na athari zake mbaya katika kuibomoa sunna. Kitabu kimetungwa bikalami, yani mtunzi anaitwa Samiru Mabhuhu. Sina hakika kama bado yuko hai shekhe huyu, lakini kama yuko hai basi atakuwa ni mtu mzima mno, kwa sababu kama bado yuko hai atakuwa na umri ya upungui miaka 99 au 100 kwa hivi sasa. Huyu ni mwanafunzi aliyetunga kitabu hichi, ndio nakwambia kwamba ana miaka, kama yuko hai basi ana miaka 100 au ana miaka 99, kwa maana si wa jana na leo. Ni alimu ambaye anapatikana katika miji ya Pakistani, Afghanistan, ni salafi swali. Amesoma Jamiat Islamia Madina, watu wa mwanzo huko. Amesoma kwa Sheikh Ibn Bazi, Sheikh Albani, Sheikh Mukbil. Kwa hivyo aliishi sana katika mji wa Madina. Mtunzi wa hichi kitabu anaitwa Samiri Mabhuhu. Hatujapata uhakika kwamba kama yuko hai au anafariki. Sawa? Na kama yuko hai basi kumbukumbu zangu atakuwa na miaka 99 au na miaka 100. Naam, basi tuanze mwanzo wa kitabu chake. Kaandika mukaddima, utangulizi. Kama kawaida tunaanza na utangulizi wa kitabu. Sheikh ana vitabu vingi sana, zaidi ya 50 yani. Sio hichi tu. Anaanza anasema innal hamdalillah, kwa hakika kuhimidiwa ni kwake yeye Allah, sifa njema ni zake yeye Allah. Nahmaduhu, tunamhimidi yeye. Wa nasta'inuhu, na tunataka msaada kutoka kwake yeye. Wa nastaghfiruhu, na tunamtaka istighfari yeye. Wa na'udhu billahi, tunajilinda kwa Allah, min shururi anfusina, kutokana na shari za nafsi zetu. Wa min sayyiati a'malina, na kutokana na mabaya ya yale tunayotenda katika matendo yetu, au ubaya wa matendo yetu. Man, yule ambaye yahdihillahu, alimuongoza Allah, fala mudilla lahu, hakuna wa kumpoteza yeye. Wa man yudlili, na yule aliyepotezwa na Allah, fala hadiya lahu, hakuna wa kumuongoza yeye. Wa ashhadu, na ninashuhudia an la ilaha illa Allah, hakuna mola anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana mshirika yeye. Wa ashhadu, na ninashuhudia anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kama Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Amma ba'du, ama baada ya utangulizi huo, fa inna khayra alhadithi kitabullah, akasema hakika bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah. Wa khayra alhadi, na ubora wa uongofu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni uongofu wa Nabii Muhammad. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, na shari ya mambo ni yale yaliyozuliwa. Wa kullu muhdathatin bid'atun, na kila kilichozuliwa ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalalatun, na kila uzushi ni upotevu. Wa kullu dalalatin fi an-nar, na kila upotevu mahala yake ni motoni. Innal mawdhu'a al-bid'ati, anasema hakika maudhui ya uzushi muhimu. Anasema hii ni maudhui iliyo muhimu mno. Wa khatirun, na ni jambo la hatari. Wakalitakallama fihi, na wamezungumza juu ya swala hili al-ulama, maulama rahimahullah. Wa nahnu, basi na sisi, alatun alaihim, ni wenye kutegemea kwa wao, bihadhihi risalatan, juu ya hii risala tutakayoandika. Wa innani, na hakika mimi, mutaakidu, ninaakinisha hasa, naitakidi, anna hadhihi risalatu, kwamba risala hii nitakayoandika, sayunkiruha kathiruna, wataipinga wengi. Wa innani mutaakidu, anasema na mimi ninaitakidi hasa, na mimi
anna hadhihi risala, kwamba risala hii inayoandika sayunkiruha, wataipinga kathiruna, wengi, min ahli albid'ah, katika watu wa bid'ah. Liannahu, kwa sababu wanasema yas'ubu, ni ngumu sana, alaihim, kwa wao, isti'abiha, kuelewa, ni ngumu sana hawa watu wa bid'ah kufahamu. Hatta law tabayyana annaha alhaq, hata kama itambainikia yeye kwamba hii ni haki, basi yeye pia kule kuelewa pia inakuwa ngumu. Ni kiasuhum, kwa sababu kipimo chao fi dhalika, juu ya hilo, itiba'ul hawa, ni kufuata matamanio. Wakad dhamma Allah, na hakika Allah ameponda sana almubtadi'a, kawaponda, kawasema vibaya Allah wale wazushi, alladhina, ambao yattabi'una subula, wanaofuata vile vijia. Fakala, basi Allah akasema. Na naendelea, nilikuwa naangalia tarehe yake ya kuzaliwa. Amezaliwa mwaka 1346 na bado yupo hai, ana umri wa miaka 98 hivi sasa. Sasa hivi tuko mwaka 1444, so ana umri wa miaka 98 hijiria. Tukiendelea na maelezo yake ya utangulizi, anasema wa anna hadha, amesema kwamba na hakika Allah amewasema vibaya hawa watu ambao wenye kuzua katika dini, kwa sababu wao kila siku wanafuata matamanio, wanafuata njia ile kwa sasa hivi. Ushahidi wa hayo, fakala taala, Allah amesema wa anna hadha sirati mustaqiman, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, fattabi'uhu, fuateni. Wala tattabi'u subula, wala msifuate vijia, fatafarraka bikum, itakuwa sababu ya kukufarikisheni nyinyi, an sabili, ila njia yake. Wabayana, na Allah kabainisha, anna alladhina, kwamba wale ambao la yattabi'una alhaqa, ambao hawafuati haki, innahum, hakika wao, wakau fi dhalali, wametumbukia katika upotevu. Kila ambaye hafuati haki, huyo atahesabika ametumbukia katika upotevu. Fakala taala, na Allah akasema, famadha ba'da alhaqi, je, kuna nini baada ya haki? Illa dhalali, isipokuwa upotevu. Manake hakuna tena baada ya haki isipokuwa ni upotevu tu. Wakala, na Allah akasema, ma farratna fil kitabi min shay, hatujaacha chochote katika kitabu. Ma farratna, hakuna chochote tulichokiacha, fi kitabi min shay'in, yani jambo lolote hatujawacha. Wakama, anasema rangapi? Anasema kuntum, nilikuwa mimi, ahdharu shabab, na watahadharisha vijana, min albidai, katika swala la uzushi, biitikadi, bid'a za kiitikadi, anna almubtadi'a, kwamba mtu wa bid'a, kad yaqa'u fi shirki, kwamba huenda akatumbukia yeye katika shirki. Kuna bid'a nyingine mtu akizifanya zinampelekea moja kwa moja akamshirikisha Allah, wa huwa, inawezekana akatumbukia katika shirki na hali yako yeye la yash'uru, hahisi wala hajui yani. Fayuradduna alayya, wakawa wao wananifanyia radhi mimi, anna awama min kibari sinni, kwamba wale maawamu yani wanafanya radhi kwa yeye, kwa maana wanamrejesha, wanamwambia maelezo. Wanasema hivi, anna awama, kwamba wale maawamu min kibari sinni, katika wale wakubwa wa umri, humul ladhina, wao ndio ambao, yakifuna hajizan, wao wanasimama kwa kutekeleza amama na mbele yetu, min tatbiki sunna, katika kufanyia kazi sunna, wa muharibati albid'a, na kupiga vita uzushi. Yani anasema fayarudduna alayya, wananirejesha kwangu mimi, wanasema anna awama, kwamba wale maawamu, min kibari sinni, katika wale wenye umri wa utu uzima, yani watu wakubwa, humul ladhina, wao ndio ambao, yakufuna, wanasimama hajizan, wakiweka pazia, kizuizi amama, na wanaweka kizuizi kwetu sisi, min tatbiki sunna, kutekeleza sunna.
wa muharibata bid'a, na kupiga vita bid'a. Wa hadhi hujjatun wahiyatun, na hii ni hoja dhaifu. Yani nasema mimi nikakataza bid'a, basi wao wananijibu wanasema hawa watu wazima wenye umri mkubwa wao ndio ambao wanasimamia kwa sisi kuweka kizuizi cha kufanyia kazi hii sunna. Sasa nasema mimi naona hii ni hoja yao dhaifu. Kwa nini? lianna kabira sin, kwa sababu yule mwenye umri wa utu uzima, lau ta'lamu sunna sahiha, lau kama angekuwa anaijua sunna iliyokuwa sahihi, wa huwa shabu, na yeye hali ya kuwa ni kijana, lama waqafa, asingesimama yeye fi wajhi alhaqi, anasema katika ile njia iliyokuwa ya haki, yani asingesimama katika njia hiyo ambayo wao wanaisema. Washabu alyawm, na vijana, ile kijana hii leo, idha lam yata'allamu sunna, ikiwa yeye hakujifundisha sunna mundu saghir, toka mdogo, sayusbihu ba'da sanawatin, basi na yeye atakuja kuwa baada ya miaka min kibari sini, na atakuwa mtu mzima tu huyo. Fayati shabab, kwa hivyo kwake yeye watakuja vijana fi zamanihi, katika zama zake, min ahli sunna, katika watu wa sunna, liyudhihiru lahu alhaqa, ili wamdhihirishie haki. Wayajiduna, basi wataona hao vijana muaridatan minhu, wanampinga, anapinga na yeye atampinga tu. Nini maana maneno yake? Natukusudia kwamba mtu anatakiwa ajifunze mambo haya toka hivi mdogo, yafahamu kabisa, kwa sababu hawa wazee wanaopinga mambo ya sunna, wao walikuwa huko jirani kwao hawakujua. Kwa hivyo wao wanaelekeza shutuma zao au lawama zao, wanawalaumu wazee kwamba wao ndio kikwazo cha kwamba sisi hatuwezi kutekeleza sunna, vitu kama hivi. Kwa hivyo wanasema lau kama huyo kijana akajifunza leo sunna, akajifunza hivi sunna na hivi bid'a, kama hakujifunza na yeye mbele atakuja kuandaliwa hivyo kikwazo, atakuja kuambiwa hii sunna, ataipinga. Hoja zake zitakuwa kama hao wazee walikuwa kama za sasa, sisi hatujaona, sisi hatukuona. Wala dhalika, kwa ajili hiyo basi, sanabaka fil bid'a, atabakia yeye katika uzushi wal inhirafi, na kupondoka na kupinda katika njia ya sahihi. Lakini sisi idha harasna, tukifanya kufa, ala ta'limi shababi, kuwafunza vijana, alana hivi sasa, as-sunnah as-sahiha, ile sunna sahihi, fa inda al-kibar, basi wakati wa utu uzima, la najidu muaridatan minhum, hatumpata yote mwenye kupinga miongoni mwao, liduati sunna, kwa kulingaliwa katika sunna, fi zamanihim, katika zama zao. Wa hadha alladhi, na hili ndilo ambalo ma zaltu unadi bihi, sijachokuwa ni mwenye kulinadi, ni mwenye kulilingania, yani kila siku nalingania hivyo kwamba vijana wafahamu sunna na waifahamu bid'a, ili huko mbele huko watakapokuwa katika umri wa utu uzima wasije wakawa sasa wanapinga vitu kama hivyo, kama wanavyopinga wazee wao. Wa min ajli dhalika, kwa ajili hiyo basi, ashamtu, ndio mimi nikachagua fi hadha almawdhu, kuichagua maudhui hii, liuhadhirahum, ili niweze kuwatahadharisha wao wa vijana, min mukhatarihi, kutokana na hatari yake jambo la uzushi, wama yatarattabu alayhi, na yale yenye kupatikana katika huo uzushi. Hatta annana, ili sisi, fi zamani, katika zama, anasema asbahat fihi sunna bid'a, anasema hatta annana, mpaka imekuwa sisi, fi zamani, katika hizi zama tunazoishi, asbahat fihi sunna bid'a, imekuwa ile sunna ni bid'a, wa bid'atu sunna, na bid'a ndio imekuwa sunna. Ndio maisha tunaishi sasa. Kile kitu kikifanya sunna wao wanaona ni bid'a. Tukichukua jeneza
tukilisalia alafu tukishatoa salamu kwa salamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, tunalichukua jeneza tunalo wapi mazikoni nini makaburini kulizika, wanapoona sisi tunafanya uzushi. Umeona, sisi tunafanya sunna, wao watu wa bid'a wanaona sisi tunafanya uzushi. Ndio mambo gani haya? Hawataka hata al-Fatiha kwa wallahu hajasoma na mtara hajasoma. Kwa hivyo hii ndio sunna waiona bid'a. Na ile bid'a ambayo wao hiyo wanaifanya, wao ndio wanaiona sunna hiyo. Umeona, wao ndio lazima hilo ni sunna. Madua hayo ya kila baada ya sala wakaanaomba dua za pamoja, wao wanaona mpaka hapa kusoma dua. Wale watu wa bid'a zamani walikuwa wakipita hivyo. Miaka zamani kwa miaka 90 huko yuko Sheikh Nasr Bacho Allah mrehemu, basi walikuwa wanakuta jina kama hilo mabida. Vipi mabida hawajafungua leo? Na ilikuwa tukifungua mwanzo sisi tunaita majina kama haya mabida hawajafungua. Sasa yeye mzungumzaji anazungumza hivyo ipo hapa nje hapo bwana, kwenda kumwaga maji, anamuuliza mwenzake hao mabida hawajafungua. Yani yeye ndio mtu wa sunna, yuko vizuri sana, au anaitwa vikanzo vipi? Sana ni mambo ya kawaida. Kwa hivyo hapa Sheikh anasema bid'a imekuwa ndio sunna na sunna ndio imekuwa bid'a, mambo yamekuwa kinyume. Waduatu sunna ghurabau, anasema na wale walinganizi wa sunna wamekuwa ni ghuraba, wageni, wanaonekana watu wa ajabu fi hadha zamani, katika zama hizi. Wale watu wa ajabu wanalingania mambo ya zama zilizopita huko. Wale watu wa bid'a wao ndio wanaonekana watu wa sunna. Mfano sasa hivi wana zogo, kuna mtu mmoja anaitwa Dr. Sule Sasa huyo jamaa sasa tulimalizana naye zamani, tulikuwa tunazungumza kama huyu ni muhuni, wao wanampatika jina wanamuita shekhe. Sasa tulikuwa tunazungumza hapa kwamba hawa ni katika hao wahuni wa katika hii dini ya Uislamu waliokuja wakawa wanafanya uhuni. Huyu sisi tulizungumza naye zamani kama hafai, si mtu wa dini, kwa sababu ukiambiwa kuna mambo mengine huwezi kuamini. Sasa hivi ndio kama wanazungana hafai, anafaa, sisi hatuko huko. Lakini tulipokuwa tukizungumza haya tulikuwa tunaonekana ghuraba, watu wa ajabu sana. Tuliwapinga muamsho hapa sana, kwa jamii ikatuona sisi watu wa ajabu sana. Lakini mbele watakuja kutufahamu kwa nini tulikuwa tunawapinga wale muamsho. Sasa hivi bado wengine wana katika vichwa vyao wana ule uamsho wale wanao kwa sababu. Lakini baada ya miaka mbele huko wanatufahamu sisi kwa nini tulikuwa tunawapinga wale, na tukawa tunasema maneno makali juu yao. Sasa ndio imekuwa waduati sunna ghuraba fi hadha zaman, waonekana ni watu wageni katika zama hizi. Walbid'atu takhtalifu min baladin ila baladin, anasema na bid'a inatofautiana mji na mji, si sawa sawa bid'a ya mji huu na mji huu. Wala dhalika, kwa ajili hiyo, iktasartu, mimi nimefungika, unasema au nimefupilizika. Hapa zingatia maelezo yake na kusema walbid'atu takhtalifu min baladin ila baladin, bid'a zinakhtilafiana toka mji fulani na mji fulani. Kwa hivyo wala dhalika, kwa ajili hiyo, iktasartu, mimi nafungika au nimefupilizika, ala albid'a allati, juu ya bid'a ambazo naishuha, ninazoishi nazo, fi biladina, katika miji yetu. Kwa hiyo yeye hapa atakatuelezea zaidi miji ya kwao ni Afghanistan huko. Afghanistan, Pakistan. Kwa hiyo huko kwetu kuna bid'a nyingine alafu hazijui, na wewe kuna bid'a nyingine za mji wa huko alafu hazijui. Mfano tu ukisoma kitabu cha Ahkam Janaiz, Sheikh Albani ana kitabu kinaitwa Ahkam Janaiz wa Bid'ah, si ndio? Katika mlango wake wa mwisho mle, baada ya kutaja hukumu za jeneza akaweka mlango wa bid'a, akaweka bid'a 241. Hizo zinapatikana huko mji kwao katika jeneza tu. Umeona alipokuwa akiishi yeye Sheikh Albani, mambo ya jeneza tu akakusanya bid'a 241. Ukisoma utakuta ya kwanza hii, ya pili hii, ya tatu hii. Sasa haina Zanzibar, akakumbana na bid'a za Wazanzibari, wao wanafanya nini kwao tu. Sasa hapa Sheikh anasema mimi
nitafungika kuzitaja zile bid'a za mji wa kwetu. Wa ilaika ba'd al-amthilatu ala dhalika, ni juu yako baadhi ya mifano juu ya hizo. Kwa sasa hii baadhi ya mifano ndio tutakapokuja kuondokea hapa, tunataka kuonyesha mifano kama miwili tu ambayo bid'a hizi zinapatikana katika mji wa kwao, na hizo wanazozitaja kwetu hazipo, lakini kwamba zipo katika misikiti, watu wanafanya ndio wanaona ile jambo ni dini. Lakini kwa sisi tunasema hizi si dini, basi inshallah tuishie hapa. Tutaendelea. Dakhaltu ahadul masajida, anasema niliingia katika msikiti fulani akayakuta haya yanakuta sisi hayapo haya, lakini sasa huko ukenda utayakuta mambo ya ajabu ajabu. Kwa utangulizi anaanza ndo atakuja kufanulia maana za bid'a na bid'a zilizoliwa katika kila kipengele. Anaposa yeye mwisho ataweka sunna yake iwe vipi. Kosa ni hili, lakini usahihi uwe vipi? Ndio tofauti ya kitabu hichi na hicho kilichopita, kuna tofauti yake ni ndogo. Kwa hiyo mfano atakutajia kuomba dua kwa pamoja kila baada ya sala ni bid'a. Sasa tufanye nini? Sunna yake iwe vipi? Kwa kufahamisha sunna inatakiwa kufanya hivi na hivi. Insha Allah inshallah. Naam, kwa haya kama kuna swali kabla ya kuondoka.